He came out from water to teach and minister only as a man in the power, depending on the power of the Holy Spirit. Kwa hiyo alitoka ndani ya maji kama tu mwanadamu aliyetoka kufundisha na kuhudumu akitegemea nguvu za Roho Mtakatifu. He surrendered his second Godhead power, alisalimisha nguvu zake za kiungu alizokuwa nazo, and called his position as a man, na akabeba nafasi yake kama mwanadamu, but with total dependence to the Holy Spirit. lakini akiwa amejisalimisha na kujitoa na kutegemea kikamilifu kwa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. This is very important to understand. Hiyo ni muhimu sana kuelewa. Because Jesus was helped by the Holy Spirit, and the same Holy Spirit that helped him is the same Holy Spirit that has been given to us. So that's why Jesus, in his ministry, he kept on the life of prayer because of the new state that he has. Ndio maana Yesu katika huduma yake aliendelea kukaa katika maisha ya maombi kwa sababu ile hali ambayo alikuwa nayo. Because he dropped his divinity as a son of God power. Kwa sababu aliacha uungu wake kama mwana wa Mungu mwenye nguvu. He put on the fresh mwili, but depending on the Holy Spirit to flow in him to accomplish the mission. Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi ndani yake ili kuikamilisha kazi iliyokuwa nayo. Hallelujah. Hallelujah. The word of God says that he was led by the Holy Spirit to the wilderness. Na Mungu anasema akaongozwa na Roho Mtakatifu kwenda jangwani. He was led by the Holy Spirit to the wilderness. Akaongozwa na Roho Mtakatifu kwenda jangwani. And he went. Na akaenda. And we are led by the Holy Spirit to have this fasting on this week of Pentecost. Na tumeongozwa na Roho Mtakatifu kuwa na mfungo huu katika wiki hii ya Pentekoste. Hallelujah.